Huko mtandaoni mashabiki wameanza kutengeneza mvutano kati ya Diamond Platnumz pamoja na Juma Jux. Yani ni kama vile wanataka kuwagombanisha hawa wasanii wawili kwa vile wanaona wana ushirikiano na mshikamano ambao ni mzuri. Kama unavyofahamu, Diamond Platnumz yupo UK alongside Ommy Dimpoz pamoja na Juma Jux. Na kama ukitazama vizuri show ya Diamond Platnumz, utaona mashabiki wakiwa na uitikio mzuri, lakini pia wakising along kwenye collabo zote ambazo Diamond yupo na Jux, lakini pia ngoma za Jux ambazo zina flavor ya Nigeria. Sasa mashabiki mtandaoni wamekuwa wakitengeneza maneno ya kwamba Diamond anamtumia Jux ili aweze kupata kijiji cha Nigeria. Lakini kitu ambacho mimi nachokiona ni ushikamano tu, lakini pia professionalism ambayo inaendelea kati ya hawa watu wawili, kwa sababu Diamond Platnumz alionyesha support nzuri sana wakati wa harusi ya Jux. Kama mnafahamu, alikwenda Nigeria, alikuwepo pia Tanzania, na ndio kitu ambacho kinahitaji siku zote kwenye game ya muziki TZ na Afrika Mashariki kwa ujumla, ni umoja. Na ukiona umoja wote unataka kutenganishwa, basi ufahamu ya kwamba umoja huo lazima utazaa matunda. Hivyo umoja wa Diamond Platnumz pamoja na Juma Jux ni mshikamano ambao utazaa matunda kwenye muziki wa Bongo Flava, lakini pia wasanii nao wanatakiwa waige mfano huo, waweze kutengeneza mahusiano mazuri na wasanii wengine nje na ndani ya Tanzania. Harmonize ana mahusiano mazuri sana na Mario, wana collabo nyingi sana za pamoja. It's the same thing na Juma Jux kwa Diamond Platnumz. Sababu ya msingi ya watu kutengeneza mambo kama hayo inaweza kawa haijulikani, lakini sidhani kama ni kitu ambacho watu wanatakiwa watilie umakini sana. Sasa hivi let's keep on supporting artists from East Africa, tuwape push nzuri, lakini pia tuweze kuwa support pale ambapo wanakuwa wanaenda kuiwakilisha nchi nje ya mipaka ya nchi yetu, au sio? So shout out to Juma Jux and shout out to Diamond Platnumz for keeping it real, na tunategemea collabo zingine nyingi tu zinakuja mbeleni na international moves kama kawaida zitakuwa zinafuata. And speaking of good relationship ya marafiki kwenye muziki, tunamwona pia Harmonize pamoja na Mario kama ambavyo nimesema mara ya kwanza, na walikuwa wameonekana wamepanda private jet, umeona bwana, wakienda kwenye ziara zao mikoani huko kuhusiana na masuala ya jamii. Na kama unavyofahamu, Mwijaku hakuwa mbali alikuwepo karibu kukuletea matukio yote ambayo yanaendelea ndani ya private jet ambayo Mario alikuwa na Harmonize. Sasa kwa upande wa pili, kama unavyomfahamu, baba yake na Levo hakuwa nyuma kuwazingua majamaa. Si unafahamu bwana, watu wanapofahamiana hawa. Kwa hiyo ni entertainment nzuri ambayo inaendelea kati ya watu wawili, lakini kwa watu wengine wameona kama ni kitu kizuri kwa Harmonize na Mario kujaribu ku-upgrade picha yao, lakini pia brand yao kwenye jamii. Kama unafahamu, sasa hivi mastaa wakubwa lakini pia wasanii wakubwa wamekuwa wakitumia usafiri wa private jet kwenda kwenye mishemishe zao, na ni kitu ambacho kinaongezea CV na status kwa namna moja ama nyingine. So tunaona wasanii wetu wakipata mkwanja na sanaa yao ikiwalipa mpaka wanakuwa na uwezo wa kukodi private jet na kutoka nje ya mipaka ya TZ, lakini pia kuzunguka ndani ya TZ. So shout out to Mario and Harmonize for trying to upgrade their brands and living that expensive life, kama vile ambavyo Mwijaku anakuambia. You're listening to PJ Classic FM, and don't forget to subscribe on our YouTube channel at PJ Classic Media for more infos.